السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, kama kawaida yetu kuongea visa au dini, na hivyo visa tunatakiwa tuchukue ibra, mazingatio. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Yusuf aya ya mwisho kabisa, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني لقد كان في قصصهم، يكون visa vya watu wa zamani, ila ibra liulil albab, yani mazingatio kwa watu wenye akili. Kwa hiyo kama sisi Waislamu tunatakiwa kila kitu tuzingatie. Allah subhanahu wa ta'ala alichokieleza kina maana yake, na vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kutueleza vina faida yake, na vitu ambavyo tunavisikia na kuviona tunatakiwa tuchukue mafunzo. Khudhil hikmata min afwahil majanin, chukua hikma kwa watu vichaa. Ni kichaa akikwambia jambo ambalo unaliona ni nzuri, chukua. Kwa hiyo kisa chetu cha leo inaongelea kuhusu familia. Kulikuwa na dada mmoja na kaka mmoja, wakaoana. Katika kuoana, baada ya miaka 2.5 akazaa mtoto. Kabla hajazaa mtoto, kwa sababu ilikuwa mambo yao ni mazuri, maisha yao yalikuwa yako vizuri, wakaagiza mfanyakazi kutoka nchi nyingine. Mfanyakazi alikaa naye miaka 2. Baada ya miaka 2.5 akazaliwa mtoto wao wa kwanza. Mtoto hajafikisha miezi 3, mtoto akafa. Baba na mama kila mmoja kaenda kufanya kazi yake, kurudi. Mama anamuuliza yule mfanyakazi, vipi mtoto? Asema mtoto kalala. Mama anaenda anamtingisha, anamwangalia, anaona mtoto haamki, anampeleka hospitali, kashakufa. Ilikuwa miaka nyuma, ilikuwa hamna kama maendeleo ya sasa. Haya, akakaa tena mwaka 1.5 akazaa mtoto. Mtoto hajafikisha miezi 3, mama anatoka, akirudi anakuta mtoto hahemi, ameshakufa. Mfanyakazi anamwambia nimempa maziwa, kalala. Haya, mama kashikwa na stress, akasema sijui nimerogwa au nimefanywaje. Watu wakamwambia ni qadar, Allah subhanahu wa ta'ala ameandika, na watoto wako miaka yao, yani hawakuandikiwa wewe na miaka. Waletwa hapa duniani miezi, na aliyewaleta mwenyewe kawachukua. Basi akashukuru Mungu, kwa sababu Muislamu kila kinachompata kwake yeye anatakiwa afanye subra. Walaisa dhalika li ahadin illa limu'minin, haikui hiyo isipokuwa kwa Muislamu. Inna amrahu kulluhu lahu khair, idha asaba dharra sabara fakana khairan lahu, wa idha asabahu khairan sabara fakana khairan lahu. Yani atakapopata, au kama qala Rasul, akipata matatizo anafanya subra, na akipata sarra, idha asabahu sarra, akipata jambo zuri la kufurahikia ana shukuru Allah, shakara fakana khairan lahu. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wenda ukalipenda jambo kumbe lina shari na wewe. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wenda ukalichukia jambo kumbe lina khairi na wewe. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sisi Allah anajua, lakini sisi hatujui. Kwa hiyo tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuchagulie jambo lenye khairi na sisi. Kwa yule mtu mara pili alipozaa, watu wakampa mawaidha na kumsubirisha. Mwenyezi Mungu anasema mtu akifiwa, waliobaki watakiwa wamsubirishe.
wa mwelezi, wa mliwazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Imran aya mwisho, ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, enyi mlioamini, isbiru, fanyeni subra. Yani subra ni kufunga roho. Wasabiru, subirishani. Warabitu, mshikamani. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, mcheni Allah, hakika mtafaulu. Wa yule mtu akafanya subra, basi Mwenyezi Mungu akampa tena mtoto mwingine baada ya mwaka 1.5 au 2, kama sikosea, akazaa mtoto wa 3. Mtoto wa 3 akawa anamchunga. Siku hiyo kaingia mama yake sehemu ambayo mwanadamu anakidhi mahitaji yake. Akirudi yule mfanyakazi akawa kaingia kwa chumba cha mtoto na kumfanyia vile ilivyokuwa, yani akaingia na kutoka. Baadaye anapiga kelele, mama, mtoto bwana anataka nimpe maziwa, hamki. Yule akaingia akamwona mtoto kwa vile kama vile wa mwanzo, wale wawili wa mwanzo, akampeleka hospitali ambapo akashakufa muda mtoto. Basi wamekaa waomba Mungu, wamefanya subra, wamshukuru Mungu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akifiwa na mtoto wake akasubiri, basi huyo ajue huyo mtoto atakuwa wikaya minan nar, atakuwa kinga ya yeye na moto, yani itamkinga na moto. Huyo mtoto ndio atakuwa kinga chake cha kumkinga na moto. Kwa hiyo wale watu wakafanya subra, na Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza malakul maut, malaika wanaochukua roho. Akichukuliwa roho ya mtoto anauliza, amesemaje? Madha qala abdi, amesemaje mja wangu wakati mnachukua roho ya mtoto wake? Watasema amekushukuru, amesema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basi Allah anasema mjengeeni au wajengeeni nyumba ya wenye kushukuru, baitul hamdi, au kama qala Rasul sallallahu, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadithi al-Qudsi. Kwa hiyo watoto wote wamekwisha. Siku moja sasa mfanyakazi akawa amekwenda sokoni anafanya shopping, akakutana na mwenzake katika hiyo nchi ambayo alitoka yeye, wakawa wanaongea kwa lugha yao. Mtu mmoja akasikia, mimi yani pale nilipokuwa napofanya kazi, kuna mtoto wa kwanza nimemuua, wa pili nimeua, wa tatu nimeua. Kipindi cha nyuma ambao kuna maendeleo ya kihospitali sasa hivi, sio kama ya zamani. Basi yule baba akasikiliza, akafuata nyuma. Yule mfanyakazi akagonga mlango, akaingia. Baba yule akasubiri, akapanda daraja, akapanda, yani ile nyumba ni ghorofa, akapanda juu. Kupanda juu akachungulia pale alipoingia, akajificha, akagonga tena, akafunguliwa na yule mwanaume mwenye alifiwa na watoto. Akamweleza, akamsalimia, akamwambia, nani wewe, umefiwa na watoto 3? Akasema wewe ndio baba aliyefiwa na watoto 3? Umejuaje mimi kama nimefiwa na watoto 3? Akamhadisia mpaka yule kama mfanyakazi ndo ameongea, na akasema, mimi katika nchi hiyo ambacho huyu mfanyakazi katoka, nimekaa miaka 30 na naelewa lugha ya huyo baba mzee anaongea hivyo. Anamwambia yule kijana aliyefiwa na watoto. Basi akamwambia, wewe linda nyumba, mimi nakwenda polisi, kituo cha polisi, kwenda kutoa habari. Akafunga milango vizuri, yule kijana na lock. Alafu yule baba akaenda akaelekeza kila kitu, akaelekeza nyumba ilipo, akaelekeza maneno yale aliyoyasikia na kwamba anayajua, na akaonyesha pasipoti yake, miaka aloka huko. Basi wale watu wakaamini wa nchi yani
polisi wa nchi wake wakaamini, wakaenda wakamkamata yule mwanadada ambaye ni mfanyakazi, akapewa adhabu. Mwisho akasema, mara kwanza alikataa wakati ule watoto hawajaenda kufukuliwa. Mwisho ikabidi madokta akasemaje, tuende tukawafukue wale watoto. Watoto wakafukuliwa, kila mmoja katika wale watoto utosini, ile sehemu laini ya mtoto imechomwa kitu chenye ncha kali. Hicho ndio kilichowasababisha watoto wote kufariki na kuisha kwa muda wao. Kwa kitu ambacho mimi nawashauri wanawake wenzangu, kuwa makini pale unapokuwa unaacha mtoto na mfanyakazi. Kuweni makini, wekeni kamera ya kuonyesha kila kitu, na kama itakuwa imekatwa kamera anaweza kukata au kuzima taa. Kinachotakiwa yeye uweke mtu mkubwa ambaye atawaangalia wale watoto wadogo, au yule mtoto mdogo, au hata upeleke kwa babako au niko nyumbani kwa babako au mamako, awe anaangaliwa huko na mfanyakazi. Mchukue awe anakaa huko mpaka wewe utakaporudi kutoka